Kuizungumza michezo, lakini kubwa zaidi tuko na Mikoi Kisugu, shabiki na mwanachama kindakindaki wa Simba. Kubwa zaidi tuna mengi ya kuzungumza, tunafahamu nini hasa kinaendelea hivi sasa. Kumekuwa kuna mambo mengi sana yanazungumzwa, lakini kubwa ni mara baada ya tarehe mpya ya Kariakoo Derby kuweza kutangazwa. Tarehe 25 mwezi wa 6 ndio tarehe ambayo imewekwa hadharani kwamba Kariakoo Derby itapigwa, lakini ukimya umekuwa mwingi sana kwa upande wa Simba. Maswali yamekuwa ni mengi zaidi. Tuko kuzungumza na Mikoi Kisugu kujua kwanza yeye alipokeaje mabadiliko ya ratiba, ikiwa tayari alikuwa ameandaa surprise kwa ajili yetu waandishi wa habari tarehe 15. Mikoi Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri Salome. Uko fresh kabisa. Nimefurahi kukuona sana. Mimi nimefurahi pia kuona mapema ofisini kwangu. Kubwa zaidi tuna mengi ya kuzungumza. Kwanza mara ya mwisho tulizungumza ukasema tujiandae tarehe 15 una surprise yetu. Surprise imeharibika, Mikoi Kisugu haiweza kufanikiwa. Nilikuwa nilivyozungumza kwamba sisi mara ya kwanza kwa mujibu wa taratibu wa ratiba ya bodi ya ligi ilikuwa inaonyesha mechi yetu kucheza tarehe 15 dhidi ya Dar es Salaam Africans, na ndio maana nilikuwa nikiongea na waandishi na wahimiza waje, kwa sababu nilipanga kufanya surprise katika hiyo tarehe 15, lakini kwa bahati mbaya bodi ya ligi ambao wao walitoa ratiba kuona namna ambavyo tunakwenda kucheza tarehe 15 ndio wale ambao walikuja kuahirisha mechi kuona namna ambavyo tunakwenda kucheza tarehe 25. Kwa hiyo surprise ilikufa pale, tunaangalia mengine. Umepokeaje kwanza mabadiliko ya hii ratiba, kwa sababu tuliona barua ya Simba rasmi kabla ya mabadiliko ya ratiba ilisema hawataitambua tarehe yoyote ya dabi isipokuwa tarehe 15 mwezi wa 6. Yes, tukipokea vizuri hususan wana michezo, kwa sababu tukiangalia kalenda ya namna ambavyo miezi miwili michezo jinsi ambavyo ilivyokuwa, tutakuwa tunakwenda kwenye tight sana, kwa sababu sisi tuliamini kwamba tarehe 15 ndio kucheza, maana yake kwamba ligi itakwisha mapema sana, kuona namna ambavyo tunatoa nafasi kwa taifa hili, kwa maana kwamba national team kwenda kujipanga kuja hususan kwenye mashindano ya CHAN ambayo yanakuja kesho kutwa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tukupokea vizuri, lakini kwa sababu wenye mpira wao wameshaamua kile ambacho walichokiamua, sisi hakuna namna, kikubwa ni kusikiliza na kuona namna ambavyo tunafanyaje na kilichokuwa mbele yetu. Moja ya maswali mengi yanayoulizwa ni kwamba kwenye tukio hilo ambalo kabla ya kutangazwa tarehe yenyewe rasmi tarehe 25 zilisambaa barua ama picha zikionyesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na viongozi wa Simba, lakini viongozi wa Young Africans, na kuona ili jambo kila pande wameridhia, ndio maana tarehe mpya ikatangazwa. Lakini imekuwa tofauti kwa upande wa Simba. Ukimya umekuwa ni mwingi sana, na kuna tetesi kwamba mule ndani hapajatulia, huenda hakukuwa na makubaliano ya nyie walioenda kule na ambao walibaki huku. Ina kweli kiasi gani hili kwanza? Unajua kuna vitu vingine binafsi sitaki kuvijadili wala kuvizungumza sana kiundani katika hivyo vitu, lakini mimi naamini kwa mujibu wa taratibu za sheria kwenye football, anisimamia mpira ni chama cha mpira wa miguu pamoja na bodi ya ligi ambayo yeye anakwenda kusimamia nini? Anasimamia ligi. Leo Simba ukiniuliza sababu ya kuahirisha ile mechi, hata mimi nitashangaa ni nini maana yake. Nitapeleka maswali pia kwa bodi ya ligi iweze kutuambia Watanzania kitu ambacho kilichopelekea kuahirisha ile mechi. Wao bodi ya ligi ndio ilitangaza tarehe 15. Kutoka tarehe 8 kuja tarehe 15, bodi ya ligi walitoa sababu ya kuahirisha hiyo mechi. Lakini kutoka tarehe 15 kwenda kwenye tarehe 25, bodi ya ligi ukisoma ile barua yao hakuna sababu yoyote waliotoa kwenda kukairisha ile mechi iliyotoa tarehe 15. Lakini ukitaka kuyatafakari haya yote, na umezungumza Simba iko kimya. Simba haiko kimya. Simba wameshajibu barua ya tarehe 14. Wao Simba walijibu tarehe 12. Barua ya tarehe 13 Simba tayari walijibu tarehe 12. Ukisoma ile taarifa ya Simba iko very clear. Mimi naamini waandishi msingekuwa na muda tena kwenda kujadili haya mambo na kuwashtumu Simba kwamba wamekaa kimya. Simba wameshasema. Wameshasema na Simba msimamo wao wameshatoa. Sasa nyinyi waandishi wa habari mnataka zengwe.
Sisi Simba sio watu wazengwe. Ni klabu kubwa, inaendeshwa kwa weledi, ina viongozi waliojitambua. Baada ya kunusa kuamini namna ambavyo wanawataarifu bodi Simba, barua yao ya tarehe 12 inataarifu bodi. Kasome ibara ya pili ya ile barua. Simba inasema kama kutakuwa na mabadiliko yoyote ya hii mechi kuto kufanyika, sisi tena hatuko. Sasa nyinyi mnataka Simba waseme nini? Wapite mtaani na ngoma wapige? Au mnataka Simba wasemeje? Na ndio maana leo mnakwenda kutengeneza propaganda ambazo hazina msingi wote. Waandishi, umesema hapa Salome, wewe mwenyewe unasema ndani ya Simba hakujatulia. Sio kweli. Simba wametulia na mipango iko sawa sawa, na timu inasafiri, tunakwenda Tabora kucheza na King Gold. Hiko mnachokitaka nyinyi mmekizoea kuzisikia sehemu nyingine, sio kwetu. Sio watu sio kupiga kelele. Sisi watu wa weledi. Unajua kuna muda mwingine niwapongeze sana viongozi wa Simba, busara na hekima waliokuwa nayo. Niwapongeze sana mashabiki wa Simba, busara na utulivu waliokuwa nao. Nyinyi mmezoea waandishi, kutokana na stofahamu iliyotokea, basi kila tukilala tukiamka leo tunamuona huyu kaongea. No, Simba hatuko hivyo. Leo mnasema Simba waseme nini? Simba wameshasema. Na bahati nzuri, baada ile barua kutoka juu ya taarifa huo mchezo, Simba hakuna neno lingine walifanyaje waliozungumza. Alafu leo waandishi wa habari mnatengeneza propaganda, mnataka kuwaaminisha, kuwaondoa watu wenye mpira, wenye madaraka yao, tuseme kwamba wao sio wamefanyaje, sio wameamua. Mimi naamini walioahirisha dabi kutoka tarehe 15 kwenda 25 ni bodi ya ligi. Unaamini hivi? Naamini hicho. Kwa sababu moja, naamini wao ndio ni dhamana kwenye mpira. Na kama nyinyi hamuamini, waandishi wa habari, mbele ya maiki tuambieni, kamera ziwaone, nani waliahirisha mechi? Bodi ya ligi wao wenyewe. Sasa sisi tunataka bodi ya ligi watuambie sababu ya kuahirisha mechi. Lakini kwa sababu hatutaki sababu, tulinusa harufu tunakokwenda, tukapiga barua tarehe 12 tumemaliza. Kwa uliyozungumza Mikoi Kisugu, inamaanisha kwamba sisi tusimame na barua ya tarehe 12. Yes. Barua tarehe 12 ya Simba. Hakuna tamko lingine lilotoka zaidi ya barua tarehe 12. Ili muamini kwamba ile barua ya Simba tungepiga na vigoma na sisi tukakate viuno, turuke mchaka mtaani. This is Simba. Ina viongozi weledi, ina viongozi waliojitambua. Niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Mimi naamini mashabiki wote wa Simba walipata malezi bora kutoka kwa wazazi wao. Kwa nini? Wamekuwa wasikivu, wamekuwa watulivu, busara ikiwaongoza, wakaendelea kuamini kile ambacho wanachokiamini. Na mashabiki wote wa Simba wanaishi kwenye barua yao tarehe 12, hawajapata taarifa nyingine kutoka kwa uongozi wao. Tuko kwenye barua tarehe 12. Hamchezi. Hatukusema hivyo. Msitutengenezee maneno. Tende vizuri Mikoi Kisugu, barua inasema kwamba kama mechi ya dabi itakuwa tofauti na tarehe 15, hamtaitambua hiyo mechi nyingine. Mechi imepelekwa tarehe 25. Na kuto kucheza ni vitu viwili tofauti. Lakini ni dabi. Sawa, hakuna aliyekataa. Sisi majibu tumeshatoa. Nyinyi mnataka tuwe majibu gani? Si hatuna majibu mengine zaidi ya barua watu wa Simba. Na mimi niwaambie waandishi wa habari, leo mtazunguka kwa wana Simba wote. Majibu ya watu wa Simba zijio ya hiyo mechi ni barua tarehe 12 imetujibia. Meza imepinduka. Kule walianza hatuchezi na sasa hivi imehamia kwenu. Nani kasema tucheze? Sisi tumezungumza hiyo kauli. Mtaalamu tu mimi kiufundi wangu. Sisi tumezungumza hiyo kauli. Sisi hatujazungumza matendo. Tulichosema, unajua, ngoja niwaambie waandishi wa habari, hii klabu ya Simba asili yake na ilipofikia ndio uasilia wake. Asili ya klabu ya Simba toka mwanzo tumetoka kwenye weledi, tunaendelea kwenye weledi na tutasimama kwenye weledi.
Hatutapita mtaani kuandika mabango. Hatutapita mtaani kuvaa mafurana. Leo barua moja tu, ukimya uliotawala waandishi wa habari basi kila kona. Mara Mbagala, mara Muslimu Komo na Mtoti, mara Kimbangulile. Msitegemee kupata majibu tofauti kwa sababu tunachokiamini kama nilivyosema, Taurati, Injili, Zaburi, Qur'an inatoa amri, inasema watiini na kuwasikiliza viongozi waliokuwa madarakani. Viongozi wa Simba waliokuwa madarakani ndio hawa. Hawa ndio waliokwenda kutoa hiyo barua. Sisi tumsikilize nani? Viongozi wa Simba. Tunalala kwenye barua, tunakesha kwenye barua. Mikoi bado tupo kwenye hilo. Hebu tuzungumzie swala moja. Moja ya kitu ambacho ulikizungumza ni kuwa na imani na viongozi ambao wanaiongoza bodi ya ligi pamoja na TFF kwa yale makubwa ambayo wameendelea kuyafanya kwenye mpira wetu, lakini matakwa ya Young Africans yanaonekana kufanyiwa kazi. Wameondoka wawili, mmoja akijiuzulu lakini mmoja akisimamishwa kazi. Umepokeaje kwanza hili swala kabla tujiendelea na Kariakoo Derby? Kwanza niwapongeze sana viongozi waliojiuzulu, wameonyesha